Yes, ni kipindi cha Kilimo Sokoni kama kawaida, tukizungumzia masuala mazima ya ufugaji bora kibiashara. Na hii leo tumeamua kuzungumza na daktari ama tabibu wa mifugo mbalimbali, hasa tukizungumzia eneo kubwa la ufugaji wa nguruwe kibiashara. Kuna changamoto nyingi hasa zinazowakuta wafugaji kwenye eneo zima la magonjwa. Wanaweza pambana kwa kiasi gani na magonjwa hayo, lakini pia sababu hasa ni nini mpaka inasababisha mifugo yetu iweze kupata athari kubwa kwenye mashamba yetu. Tupo na daktari moja kwa moja, atajitambulisha majina yake, atatuelekeza namna gani ambavyo unaweza kufuga kibiashara, lengo upate kipato na utoke katika hatua moja kuelekea hatua nyingine. Hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni, karibu. Daktari, wafugaji wengi wamekuwa wakisumbuliwa sana na magonjwa kwenye mashamba yao. Hatujafahamu tatizo ni nini, ni wao wenyewe ama mazingira ama ni nini, lakini kwa sababu wewe umeshafika hapa, tunaamini kabisa utatuelekeza na utatufundisha vizuri kabisa. Karibu mtazamaji apate nafasi ya kufahamu, na pia utuambie. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina mimi naitwa Azore Erasto Mbuma, ni daktari wa wanyama. Nikushukuru kwa swali lako kwa sababu inaonyesha pia na wewe ni mfuatiliaji wa uwanda huu wa wafugaji. Ukizungumzia kipengele cha magonjwa ni jambo pana kidogo, lakini visababishi vya magonjwa ni vingi. Lakini sisi kama watabibu wa afya tuchukue nafasi hii kuambia wafugaji wetu. Mfugaji anapofuga mnyama, hapa leo umeona kuna semina au ni mafunzo ya ufugaji wa nguruwe. Sisi tunachokizungumzia kwa mfugaji, magonjwa yapo na yanaweza kutokea wakati wote. Visababishi vya magonjwa ni vingi, yakiwemo masuala ya management kwa maana ya matunzo ya mnyama. Magonjwa mengine yanatokana na lishe duni. Magonjwa mengine pia yanatokana na mbegu ulizozichagua ambazo zinaweza kukuletea madhara tofauti tofauti. Sisi wajibu wetu na wito wetu, tukiendelea kuungana na juhudi za serikali, tunaendelea kuwasisitiza sana wafugaji. Kwanza, kabla ya ufugaji ni lazima kwanza wasikilize wataalamu wanasema nini kuhusiana na aina ya wanyama ambao wanataka kuwafuga. Sisi kama madaktari tunawashauri wafugaji wacheze na ile engo ambao tunahitaji. At least mfugaji achague mbegu bora, mfugaji aweze kuwa na matunzo maalum, management ambazo ni matabibu pekee ndio wanaweza kushauri matunzo gani yapewe huyo mnyama wako. Cha tatu, mfugaji pia ni lazima azingatie sana lishe. Tuna kundi la magonjwa mengi sana ambayo yanatokana na uduni wa lishe. Hata leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na udhaifu au magonjwa yanayotokana na sumu kuvu ambazo zinatokana na nafaka. Wafugaji wengi wamekuwa hawajui hiyo kitu, lakini tuna aina mbalimbali za sumu ambazo zinatokana na ulishaji wa nafaka mbalimbali ambazo hazijapitia viwandani au zimepitia viwandani lakini sio katika hali ya uboreshaji ambao unatakiwa. Kwa hiyo kuna virutubisho mbalimbali ambazo tunawashauri wafugaji wetu waweze kuvitumia kuondoa hicho kiwango cha sumu kuvu, na madaktari waweze kuwashauri. Sio kila ugonjwa pia unastahili wewe uite kama ugonjwa au unastahili matibabu ya moja. Wengine ni kubadilisha tabia. Ukibadilisha tabia tayari utakuwa umeshamtibu mnyama wako. Kwa hiyo nikushukuru sana mtangazaji, na mimi naomba niwasilishe, tunatoa hilo kwa wafugaji wote, kupata elimu kutoka kwa matabibu wa afya ili waweze kuwashauri namna bora za kufuga mifugo yao ili waweze kuepukana na hasara zilizopo. Pia wengine wanaingia kwenye ufugaji kwa sababu hawajachagua aina ya mnyama anayetaka kumfuga. Mtu anasikia tu jirani anafuga na yeye anaamua kufuga. Hiyo sio sawa. Mpate mtabibu amshauri vitu vya kufanya, basi anaweza kufanya katika uzuri wake. Ninaona moja ya ulichokizungumza ni swala zima la tunaanzia kwenye lishe. Ndio inapelekea mpaka mifugo kupata madhara. Mfugaji afanye nini sasa? Azingatie vitu gani vya msingi ili mfugo wake usipate madhara? Umejibu vema. Lishe ni kati ya sehemu ambayo inachukua zaidi ya 75% za afya ya mnyama. Tukizungumzia lishe, nini mfugaji akifanya? Tunamtaka mfugaji alishe mnyama wake mlo kamili. Mlo kamili ni nini sasa? Mfugaji anauliza, nguruwe naye anakula mlo kamili. Mlo kamili ni ule mlo ambao utakuwa umejumuisha virutubisho vyote ambavyo mnyama anastahili kuvipata, ambavyo sio vyote anaweza kuvipata kwenye mazingira yake. Vingine vinamfaa anunue, apate ushauri wa daktari ndio aweze kuchanganya. Kwa hiyo kwenye lishe mfugaji hawezi kujitimiza peke yake. Lishe inahusisha watu wengi. Kwa hiyo ni lazima virutubisho vingine avinunue, achanganye, na anavyochanganya ile lishe ili atengeneze mlo kamili, atasikiliza utaalamu na matabibu wa madaktari wanamwashauri kitu gani kuendana na umri wa mnyama. Isije ikatokea mnyama mdogo analisha chakula cha wakubwa ndo atapata huo ushauri. Ni kama vile ambavyo sisi kwenye miili yetu tutapata ushauri wa lishe kutoka kwa wataalamu wa afya. Kwa hiyo tulishauri hilo, wafugaji wazingatie mlo kamili, lishe ambayo inatakiwa kwa mnyama wake aweze kuipata. Hilo ndo atakuwa ameondoa matatizo mengi kutoka kwa
kwa wanyama wake, na ndio maana kuna makampuni mengi ambayo yanajihusisha na lishe, na kuna kampuni bora kabisa kwa virutubisho, kampuni ya Threshul Exim wana virutubisho bora ambavyo unaweza ukawashauri watu wakaenda kavinunua, wakawapa na formula zao kwa namna ya kuchanganya chakula, wakachanganya chakula ambacho ni bora na kinachofanya mifugo wao wakawapa matokeo. Nini sasa nifanye kutoka stage ya 0 mpaka stage ya miezi miwili, kutoka stage ya miezi miwili mpaka stage ya miezi 6, kutoka stage ya miezi 6 mpaka na kuendelea, vyakula na nini ninachokiona kujua kwamba katika engo hili ama katika umri huu nilishe hivi na katika umri huu niwape matibabu ya kiasi hiki? Sawa, hilo nashukuru sana kwa swali lako. Mfano kwenye ufugaji wa nguruwe tunawaweka kwenye lenki kwa sababu wanategemeana na mahitaji ambayo mfugaji amepanga. Wengine wanafuga kwa ajili ya kuuza watoto, wengine wanafuga kwa ajili ya kuuza hawa wanaokuwa, wengine wanafuga kwa ajili ya kutengeneza nyama au kuuza nyama masokoni kwa kujiongezea kipato. Hao wote wanapata kipato kutokana na huo mnyororo wa nguruwe. Kwenye upande wa lishe imetofautiana katika hizo nyanja zote. Hawa watoto wadogo umri 0 mpaka miezi 8, licha ya kwamba kuna segment hapo ndani za kumpa kripu na kumpatia starter na kumpatia lactomash kama aina ya maziwa ili kumpunguzia mama kunyonya kwa muda mrefu, lakini nataka umri 0 mpaka wiki 8 kwa kurahisisha apate starter, ambao starter hiyo inatengenezwa na viinilisha au virutubisho tofauti. Kutoka wiki ya 9 at least ataenda mpaka wiki ya 12, 13, miezi 3, 4 hiyo tunategemea atapata chakula cha grower au finisher. Ni sawa. Kutoka pale kwenye ile grow au finisher kwenda kule mbele, mfugaji sasa anaweza yeye kuchagua. Maana yake kama amewalenga kwa ajili ya kuwachinja kwa ajili ya nyama, atawapa fatten ili wanenepe kwa haraka. Kama atakuwa amelenga pia kwa ajili ya kuweza kuwazalisha kama mbegu, maana yake itamfaa sana yeye kuchagua chakula cha either hao wanaonyonyesha, hao wa kuzalisha na hao wengine. Azingatie kwenye hayo makundi, ataenda sawa sawa. Na mara nyingi sana kati ya nguruwe wakubwa na nguruwe watoto, wapi wanapata athari sana katika mashamba ya wafugaji wengi? Kwa uzoefu tuliokuwa nao wa malezi ya utotoni kidogo yana changamoto. Nguruwe mkubwa kuna vitu anaweza kuvumilia, lakini sio mtoto. Kama daktari tushauri umri muhimu wa kumlea nguruwe ni umri akiwa mdogo, na ndio umri wenye changamoto, kwa sababu hana uwezo wa kula vyakula vingi, anakula vyakula vichache. Hana uwezo wa kujitegemea kwenye joto, mkubwa anajitegemea kwenye joto. Hana uwezo wa kujitegemea kwenye maji, anategemea kunyonya maziwa. Umri huo una changamoto sana. Tunawataka wafugaji wazingatie milo bora na ushauri wa wataalamu. Wasipozingatia hapo, kumbuka kwamba anaweza kumlea huyo mtoto akakua, lakini asikue katika ile misingi inayotakiwa, huko mbeleni kutakuwa kuna changamoto. Wakubwa, kuna baadhi ya magonjwa ambao wakubwa wako susceptible, yani wanaathirika zaidi kuliko wadogo. Na kuna magonjwa ambayo wadogo wanaathirika zaidi kuliko wakubwa. Ni jambo la kawaida, lakini wadogo, kwa sababu mimi kama daktari ukiniita kwenye shamba lako kujua kwamba wewe utafuga kwa miaka mingapi, na angalia wadogo uliokuwa nao, sio wakubwa. Wadogo uliokuwa nao ndio itanipa focus au maono wa kwamba utafuga kwa muda gani, namna unavyolea wadogo. Ni kama vile tulivyo sasa hivi, unaona hata serikali inahangaika namna ya kulea kizazi chetu. Tukilea vizuri kizazi ndio kesho yetu ya baadaye. Ndivyo ambavyo lilivyo. Na mara nyingi sana pengine watoto hawa ama vinguruwe hivi vitoto vinakutana na ugonjwa upi na kwa nini? Inaweza kuwa ni mwanzoni sana katika kuyainisha magonjwa, kwa sababu kundi la magonjwa ni kundi pana sana. Yes. Ni kundi pana na ni somo refu kidogo. Huwa tunawapunguzia wafugaji kwa kuwapa tunaita taarifa ambazo zimechakatwa, ambazo haziwezi kuwaumiza na haziwachoshi. Kama daktari, magonjwa tukiyataja hapa mengine ni mengi sana. Tukisema mfugaji kuna ugonjwa unaitwa Erysipelas wa nguruwe, yeye akautafute aanze kuhangaika nao, itakuwa ni changamoto kidogo. Katika machache, watoto wa nguruwe wanaweza kupata sana magonjwa yanayohusiana na mfumo wa tumbo wa kuharisha. Magonjwa mengi ya kuharisha kwa sababu ya kula vitu vichafu na nini, hayo wanaweza kuyapata. Ambao mengi yanatokana na matunzo, management. Ameacha banda chafu, amechanganya chakula kisicho, amechanganya chakula kichafu, au utakuta wale nguruwe pengine wamekuwa contaminated, alienda kwenye banda la wakubwa, ameingia kwa wadogo, ameleta contamination. Na hiyo pia ni hasara, na kama ni hasara itamletea magonjwa mengi sana, ambao mwisho wa siku yatamletea yeye kwa tatizo kwenye banda lake. Kwa
Kwa hiyo kwa listi ya kutaja magonjwa, ndugu mtangazaji, tunaweza kuchukua siku nzima katika station yako. Tunaweza kuchukua muda mrefu sana kuorodhesha magonjwa, au pengine tutakuwa tunawarudisha wafugaji wetu mashuleni, kitu ambacho tutachukua nafasi ya matabibu tuwahamishie wao. Waruhusu mnyama atakapopata shida wamuone mtabibu, atawashauri hicho kitu chako. Lakini umri wa kulea nguruwe ni umri wa mtoto. Umri wa mtoto. Piglet. Tunazungumzia umri wa mtoto, lakini pia huyu mtoto amezaliwa na mama. Lakini mara kadhaa tumeshuhudia wafugaji pia wakilalamika kwamba ama wakipata shida kuona au wanasema kwamba nguruwe wangu mimi anatupa mimba. Hili swala kutupa mimba najua utakuwa mkutana nalo. Inasababishwa na nini pia? Asante sana kwa swali lako. Ni very technical question, kwa sababu zoezi la kutupa mimba kwa mnyama wa kike ni zoezi mtambuka na ni zoezi limekaa kinyeti kidogo. Tunazungumzia kutupa mimba ambako mfugaji anapata hasara ya mwaka mzima pengine au ya muda mwingine mrefu. Kwenye swala lako moja kwa moja, swala la kutupa mimba ni swala ambalo lina vyanzo vingi. Lina vyanzo vya magonjwa ya kuambukiza, kwa maana ya kwamba magonjwa ya zinaa ya wanyama ambayo yanaitwa venereal disease yanaweza kuambukiza hayo magonjwa ya kutupa mimba. Kwa mfano ugonjwa kama vibriosis au ugonjwa kama trichomoniasis ni magonjwa ambayo yanaweza kuleta kutupa mimba kwa mfano. Lakini pia uduni wa lishe unaweza kusababisha mnyama kutupa mimba. Wakati mwingine msongo wa mawazo, kwa maana ya kwamba joto kali, wamekosa maji, wamekosa chakula, inamletea mama mwenye mimba msongo. Ule msongo unaweza kusababisha kutupa mimba. Hilo ni zoezi la kawaida. Kwa hiyo zoezi la kutupa mimba, ndugu mtangazaji, lina vyanzo vingi, na kama lina vyanzo vingi ni vita hiyo. Hiyo ni vita, maana yake mfugaji inabidi ajikinge na vyanzo vingi. Asitegemee kwamba nimempatia mnyama hiki kwa hiyo hawezi kutupa mimba. Hapana. Kuna vyanzo vingine vinaweza vikasababisha hilo tatizo. Kwa hiyo ni mtambuka, ni lazima ajikinge na vitu vingi ili mnyama asitupe mimba, kwa sababu kuna wakati mwingine udumavu tu unaweza kusababisha mnyama pengine akapandishwa na dume mkubwa akiwa yeye ni mdogo, ili mimba ikatoka au ikamletea shida kipindi cha kuzaa. Kipindi cha kuzaa kwa maana akashindwa kuzaa, akafa au akazaa watoto waliokufa. Hayo yote yanatokana na yanawezekana. Kwa hiyo ndio maana tunamshauri mfugaji, ukishaingia kwenye ufugaji tayari umejitoa kuwa ile ni ajira rasmi, kama ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kusisitiza. Ni ajira rasmi. Kama ni ajira rasmi, ni lazima izingatie taratibu zinavyotakiwa. Wanahitaji nini, kwa muda gani, wapate ule muda. Natumaini nimejibu swali lako. Wanasema, sijajua pia na nyinyi madaktari mnashauri kitu gani? Magonjwa wakati mwingine yanasababishwa na kutoka mfugo A kuenda kwa mfugo B, ama kutoka mfugo B kuelekea kwenye mfugo A, kwa maana kwamba kuna mwingine hana dume. Kwa hiyo inabidi akazime dume kwa mfugaji mwingine alete bandani kwake. Lakini pia siku hizi kuna njia zimeongezeka sana za kiteknolojia kwamba tunapandisha kupitia mipira, nafikiri mirija. Ipi njia sahihi ya kuhakikisha kwamba mfugo wangu mimi unakaa katika usalama zaidi katika hizo njia mbili? Asante sana kwa swali lako. Kwa kwenda moja kwa moja kwenye swali lako, njia ambayo ni salama kwa sasa hivi katika, umetaja njia mbili. Yes. Ya mrija na ile ya asilia. Ile ya asilia ya kutumia dume. Tunashauri kama ni ya asilia awe ni dume wako. Njia ambayo inaweza kuwa ni salama ni ile njia ya kutumia mirija, kwa sababu njia ya kuazimana madume ndio njia ambayo dume anaweza kuleta magonjwa ya uzazi kama nilivyosema, venereal disease. Anaweza kutoka na magonjwa huko akaja akaambukiza, akaambukiza majike wako. Licha tu kuambukiza majike wako kwa yule ambaye atakuwa amepandwa peke yake, lakini anaweza kuacha ugonjwa kuendana na huko alikokuepo. Kwa zoezi hilo anaweza kukuletea magonjwa na akaleta hasara, na baada ya wanyama kufa uwezi tena kurudi. Ni backup itakuwa ni muda mrefu sana. Njia ya mirija inakuwa ni nyepesi, kwa sababu pia gharama za mfugaji kumfuga dume ni kubwa kuliko kununua mrija na kumpandisha mnyama wake kwa ile nafasi ya dume. Thamani yake inaonekana pale anapomtungisha jike mimba. Kwa hiyo kama utafuga jike akatungishwa mimba kwa mrija, thamani ya dume tayari imeshaonekana. Sana. Je, ni sahihi mimi nichanganye chakula, nitengeneze chakula cha kwangu mimi mwenyewe, ama nikanunue chakula ambacho kimeshatengenezwa kwa ajili ya maendeleo ya shamba langu? Kwa hilo ulilolisema, hizo tunaziita ni hatua mtambuka za mfugaji. Katika hatua ya kwanza hatushauri sana uchanganye mwenyewe, kwa sababu pia uelewa hujajifunza ukaona vitu vingi. Tunakushauri hatua ya kwanza unaweza ukaanza kwa kuchanganya, uzoee pia vitu kama gharama za chakula.
uzoee hectic, uzoee msongo ule wa kuchanganya chakula, uzoee hiyo hali. Ukishaizoea very strongly, unaweza sasa kupata ushauri kutoka kwa madaktari ukachanganya chakula. Zoezi la uchanganyaji wa chakula binafsi ndo tunaita ndo zoezi zuri duniani kote, kwa sababu kwanza una uhakika wa material uliyoweka kwamba ni material sahihi kuendana na ushauri uliopewa na daktari, na una uhakika ya kwamba chakula ulichotengeneza hakina vitu vya mdanganyo, tofauti na ukisema kumuuliza mtu. Kwa mfano, nyinyi si watu wa afya, lakini kwa mfano unaweza ukasema nguruwe wamekosa madini ya chumvi, je, mliweka chumvi kwenye chakula? Wakakwambia ndio tuliweka. Wewe huna muda wa kuhakiki hilo, wala huna clarification za kuhakiki hilo. Kwa hiyo zoezi la kuchanganya chakula ukiwa unauelewa kwa mfugaji ndio ushauri mzuri zaidi. Ni tabibu ambaye tunaamini umepita kwenye mashamba mengi sana, lakini swali langu linakuja kwamba wengi hawafikiri ama watamani kuwa na matabibu. Yaani anatamani tu kwamba daktari njoo niangalizie, akishamaliza hapo basi. Je, ni muda sahihi sasa kwamba wenye mashamba wawe na matabibu wao ambao watakuwa wanawasaidia, ama ni ile kwamba njoo mara moja nihudumie? Na kwa nini inakuwa gani hivi? Ni kwa sababu ya gharama wanaepuka ama inakuwaje? Labda katika kulijibu swali lako twende moja kwa moja kwamba ieleweke. Tasnia hii ya madaktari wa afya za wanyama hawana lengo la kumkomoa mfugaji. Wana lengo la kutoa uelewa na kumkomboa mfugaji kutoka kwenye ufugaji wake. Kwanza lieleweke kwa ujumla, na hamna mtabibu ambaye anaweza kwenda kwenye shamba kwa lengo la kufanya ufe kabisa. Katika kulijibu hilo swali lako, tunashauri kila mfugaji at least apate ushauri kutoka kwa mtabibu wa afya za wanyama. Apate ushauri huo wa kimatibabu na ushauri wa kilishe pia, ndio ataweza kukidhi. Na zoezi wamekuwa wafugaji wengi wanajiwekea utaratibu wao wenyewe. Pengine mimi na daktari wangu fulani atakuwa anakuja hapa na niangalizia mifugo anaondoka. Wengine wanachagua mimi nitakuwa na daktari atakuwa hapa hapa. Mimi niko radhi kulipa chochote kile ambacho daktari anataka, lakini mimi nitamlipa. Mimi niko radhi kulipa mshahara wote ula mradi tu daktari anitekelezee hiki na hiki. Ni matakwa ya kila mmoja kukubaliana shambani kwake. Kwa hiyo tuendelee kuwashauri wafugaji. Ni vema wapate ushauri kutoka kwa madaktari ambao wao wanawaamini, na ni vema kila mfugaji apate daktari ambaye anamwamini, hata kama atakuwa ni wa sehemu nyingi na nini, lakini pata ushauri kutoka kwa daktari. Na daktari hana nia ya wewe uache kufuga. Atakushauri kitu ambacho unapaswa kufanya, daktari ambaye ana ethical. Atakushauri wewe ufanye kitu ambacho unapaswa kufanya kwa mnyama wako apone na upate faida kutoka kwenye ufugaji. Na yeye kama wajibu wake wa matibabu ni wajibu wake kupata pato kutoka kwako. Kwa hiyo unalazimika pia katika jukumu lako kuona thamani ya daktari. Daktari amekuja shambani kwangu, mimi nione thamani yake, uweze kumhudumia katika namna yake. Kwa kumalizia tu, najua umepita mashamba mengi daktari. Changamoto gani ambayo umewahi kukutana nayo kwa wafugaji, na pengine unatamani ifike wakati sasa wafugaji waachane nayo hiyo hali? Changamoto ambayo nimewahi kukutana nayo is very hectic. Ni changamoto nyingi tumeziona, lakini ambayo mimi nitamani, hata leo tulikuwa kwenye mafunzo hapa. Changamoto ambayo wafugaji wanakutana nayo ni changamoto ya lishe. Lishe inachukua asilimia kubwa za mnyama kukua, lakini pia imekuwa ni changamoto sana kwa wafugaji wetu waliokuwa wengi. Natamani mwisho wa siku ifike, kwa juhudi ambazo serikali inazionyesha, tufikie wakati ambao lishe kwa wanyama wetu liwe ni fundamental. Ni kama vile ilivyo kwa binadamu, mtu hawezi kumkatia mtoto majani akampa kula amlazimisha. Tufike wakati pia kwenye mifugo tu tuna standard ya lishe, kila mfugaji anavyomhudumia mnyama at least ajue kwamba anampa mnyama kitu gani. Sio kila kitu mnyama anapaswa kula. Kwa natamani tufike wakati lishe kiwe ni kitu ambacho kinajulikana kwa kila mtu, ili wanyama wasiathirike, wasidhurike, wasihuzunike, wasilie, mwisho wa siku wapate matokeo bora. Hicho ndio ninachokitamani sana. Hakika mimi naamini kabisa mtaalamu amekuelekeza vizuri na amekufundisha inavyotakiwa. Ni wewe tu kuamua kuchukua sasa hatua na kutimiza vile vigezo ambavyo yeye amevielezea. Ameelezea kwa uzuri, kwa namna ya tofauti kabisa, ambayo mimi mwenyewe kama ningekuwa mfugaji sasa hivi ningekwambia ningemkamata tuende shambani kwangu akanipe mfumo mzima wa namna gani naweza nikafuga kibiashara. Lengo hasa ya kipindi hiki ni kukutoa katika ngazi moja kukupeleka katika ngazi inayokuja. Kama ambavyo tumemsikiliza mwenyekiti wa TAPIFA akizungumzia swala zima la mchakato bora wa kufuga kibiashara. Tumezungumza na mtaalamu hapa, ametufundisha namna gani unaweza kufuga kibiashara. Kwa wafugaji, je,
nao wanakutana na kasumba gani kwenye upande mzima wa ufugaji wa nguruwe kibiashara. Tutapata nafasi ya kuwatazama wao pia mara baada ya kuzungumza na daktari hapa ametufundisha vizuri. Nao pia tupate nafasi ya kuwatazama nao wana kitu gani ambacho kinawasumbua, kwa nini wanakwama hapo, na je wanatokaje sasa mara baada ya daktari kutufundisha ambao wametufundisha. Hiki ni kipindi cha Kilimo Sokoni. Nikusihi sana, nikombe sana endelea kubaki hapo, endelea kufahamu mambo mengi sana yanayohusiana na swala zima la ufugaji bora wa mnyama huyu aina ya nguruwe kwa lengo la kujifunza na kupata faida.